Tunaingia swali la pili. Swali la pili, mwingine alisema, Shalom mwalimu na Jackie, kuna tofauti gani kati ya Dome of the Rock na msikiti wa Al-Aqsa? Naitwa Josephine wa Simba Track. Tofauti kati ya Dome of the Rock na msikiti wa Al-Aqsa. Huyo anaitwa Josephine wa Simba Track. Josephine wa Simba Track. Ni swali zuri, swali romantic kabisa. Tunaweza kusema, imekuwaje? Lakini humu ndani kwenye majibu yake tutaona. Ndio. Yes, tofauti zipo ingawa vyote viko sehemu moja au eneo moja, yani Yerusalemu Mashariki. Manake tunapoongelea Dome of the Rock ni kwa wale ambao wanaonaga picha, unaona ni jumba fulani viko kama msikiti, lakini juu yake kama kuna, sasa kwa Kiswahili Dome of the Rock, dome si unajua dome. Sasa kwa Kiswahili wanasema kuba la mwamba, Dome of the Rock, lakini tutaendelea vizuri kuona hapa. Kwa kuna tofauti, lakini naomba nielezee kidogo kwanza kabla tujaingia ndani zaidi, maana hili ni swali la kihistoria zaidi, ili kuweza kujua tofauti kati ya Dome of the Rock na msikiti wa Al-Aqsa. Kwanza, hivi vyote vipo katika mji wa Yerusalemu, Israeli, mahali ambapo panakuwa sehemu takatifu ya tatu kwa hija ya Waislamu. Kumbuka kuna Maka ambayo iko Saudi Arabia katika mkoa wa Hijaz, lakini kumbuka pia kuna mkoa upo mashariki mwa Saudi Arabia, lakini tukumbuke pia vile vile kuna Madina, fundi mitambo ametuonyesha Dome of the Rock. Alafu tutaangalia kipata ile picha ya nini ya ambayo iko wide, utauona na msikiti wa Al-Aqsa wenyewe huko nyuma yake tu hapo, sio mbali sana. Kwa hiyo kwa wale wanaotufuatilia kwa njia ya mitandao ndio wanaonufaika zaidi. David TV, Facebook, tuko live. Sawa. Lakini sasa ndio maana nasema sehemu ya pili ni Madina, ambayo na yenyewe iko Saudi Arabia, sehemu takatifu kwa hija kwa ajili ya Waislamu. Alafu sehemu ya tatu inakuwa ni Jerusalem, sehemu ya hija kwa Waislamu. Sasa unaona hata sawa. Unaona, yes, kwa sababu hapa hii picha itatuonyesha vizuri zaidi. Tutaenda kuongelea tofauti pia zilizoko hapa. Sasa vita vinavyoendelea, kwanza Mashariki ya Kati kutaka kudhibiti mji wa Yerusalemu, hususan Yerusalemu Mashariki, ni kwa sababu pia ni eneo takatifu kwa Waislamu kwa ajili ya hija. Ndio maana unaona wanaupigania sana mji wa Yerusalemu. Hawa Waarabu wanapigania mno. Kwa nini? Kwa nini wamepigania? Kwa sababu wanasema Saudi Arabia, mahali ambako sasa kuna Maka na Madina ziko Saudi Arabia, ambayo ni maeneo matakatifu kwa Waislamu kwa ajili ya hija, kwenda kufanya hija, ni kama Saudi Arabia, utawala wa Saudi Arabia ni kama umepanajisi pale mahali, kwa sababu mahali wawe free, lakini wao wanafanya kama biashara. Unaona, ndo maana hasa wanang'ang'ania eneo la Jerusalem, ili sasa hapo kuna kuwe ni sehemu yao ya tatu. Ndio maana sasa wanataka waende hapo, kwa sababu pale kuna msikiti mtakatifu wa Al-Aqsa. Huo msikiti, ndio maana unaona kwenye mzozo wa muda mrefu uliopo kati ya Israeli na Palestina, suluhu kutoka kwa mashirika mbalimbali inatafutwa kufanya amani iwepo, na kutokana na sababu za kihistoria, manake jamii zote mbili za Wayahudi ambao ni Waisraeli na Waarabu ambao ni wa Palestina zina haki ya kuishi pamoja katika eneo hilo, au na kumiliki ardhi katika hilo eneo. Lakini kila upande manake unapaswa kutambua na kuheshimu upande mwingine. Kwa mgogoro huu unaweza kutatuliwa kwa njia mbili tu, kwa sababu njia hizo, ama kuwa na taifa moja lenye watu wa jamii mbili zenye kuishi pamoja, hii inajulikana kama one state solution, au kuwa na mataifa mawili ya jamii mbili zinazopakana, two state solution, kama ilivyoamuliwa mwaka 1948 na Umoja wa Mataifa. Lakini wazo hili la kuwa mataifa mawili, yani two state solution, linakubalika ndio kwa wananchi wengi na wanasiasa wengi, lakini kikwazo kikubwa ni utekelezaji wa mpango huo. Sasa kwa mfano, sasa
ikiwa hivyo, je, makazi haya ya Yerusalemu yatakuwa ni makazi ya nani? Yani huu mji utakuwa ni wa Israeli au ni wa Palestina? Ndio hapo shida inapokuja hapa. Sasa kwa maana kuwa ikiwa Palestina wataendelea na dai lao la kutaka Yerusalemu Mashariki kuwa mji mkuu, kwa sababu sasa kuwa mji mkuu kwa sababu ya msikiti wa Al-Aqsa ulioko pale, Israeli manake inaweza kumaliza mgogoro kwa kuamua kuchukua au amesema kuondoa makazi ya walowezi, kujenga mpaka na ukuta utakaotenganisha Israeli na eneo hili la Palestina, yani wagawanye hiyo Yerusalemu iwe mara mbili, kuwe na Yerusalemu Magharibi na Yerusalemu Mashariki. Lakini hiyo kidogo inakuwa ni shida. Lakini suluhisho la kimataifa wanasema Israeli ni kukaa meza moja na nchi za Palestina na Jordan ili kujadili kufikia makubaliano juu ya hatima ya Wayahudi kufanya ibada na kuzuru maeneo matakatifu yaliyoko Yerusalemu Mashariki. Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Sasa nataka tuendelee kidogo hapa. Maana yameuliza Dome of the Rock na msikiti wa Al-Aqsa kuna utofauti gani? Yes, kwanza maana ya neno Aqsa ni neno la Kiarabu linalomaanisha kuwa mbali na watu, kwenda mbali au kuwa katika sehemu ya mbali. Ndio maana ya neno Aqsa. Ndio maana ule msikiti unaitwa msikiti wa Al-Aqsa. Na kuna umuhimu katika historia ya Uislamu kwa nini wanang'ang'ania Yerusalemu. Kwa nini? Maana ni eneo lao la tatu katika hija. Kwa wataka pale pawe free, kwa sababu sasa hivi ukienda pale wakuta ndio watu wanaingia kwenye msikiti ule, lakini askari wa Israeli wako pale nje wamekaa. Kuna wakati umewahi kusikia kuwa askari wa Israeli wameingia ndani huko msikitini wakaenda kuwatoa watu na nini na vitu kama hivyo. Waislamu sasa hilo hawalitaki. Kwa sababu hiyo. Lakini unapoongelea Dome of the Rock kwa Kiswahili kama nilivyosema ni kuba la mwamba, kama kwa Kizungu lijulikanavyo kama Dome of the Rock. Kwanza hii ilijengwa mwaka wa 687 baada ya Kristo. Ndio ilijengwa na kiongozi wa Kiislamu akiwa anajulikana kama Abd al-Malik, ndio aliyekuwa amejenga, na ikiwa ni kama miaka 50 hivi baada ya kufa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kulikuwa na maana yake, na jabali hilo ni sehemu muhimu, kwani hapo ndipo ambapo Mtume Muhammad alipoanzia safari ya Miraji kama inavyoelezwa katika sura ya 17. Na safari ya Miraji nini tutaiangalia. Na sehemu hii ina umuhimu mkubwa, kwani ni alama ya kuunganisha umoja wa wanadamu kutokana na baba wa mitume au baba wa manabii mzee Ibrahim. Kwa kifupi, sehemu hii ni sehemu muhimu kwa Waislamu, Wakristo na Wayahudi pia. Lakini Dome of the Rock ni moja katika sanaa kubwa ya ufundi au kiufundi ambayo Waislamu walifanikiwa katika ujenzi huo wa msikiti. Na huyu alikuwa ni Saidi na Umar bin Hatabu aliyejenga mwanzo msikiti huo kwa mbao, ikiwa kama alama sasa ya kuunganisha waumini. Na alipokuja sasa kiongozi Abdul al-Maliki, ndio yeye aliyeweza kulijenga jengo hili na likawa ni kivutio kikubwa sana duniani. Kama ambavyo lilivyo. Sasa ukiangalia kwa sasa utaona juu yake ni kama kuna dhahabu. Sisi kama fundi mitambo tunaweza kuturudishia hiyo picha ya Dome of the Rock. Utaona ni kama kuna dhahabu. Sasa swali, je, ni dhahabu halisi? Na kuba au dome, maana ndio Kiswahili chake, ndio Kiswahili jamani, dome. Tende dome. Tuseme dome. Dome, yes. Bana dome inatokana na muundo wake. Dome namna inavyojengwa. Kama inavyoonekana leo kuwa la dhahabu, limefunikwa kweli na mabamba 5,000 ya dhahabu. Kwa hiyo hapo unapoiona ni dhahabu piwa. Lakini hii dhahabu ilitolewa na marehemu Mfalme Hussein wa Jordan, ambayo dhahabu hiyo hivyo unavyoiona juu hapo ina uzito wa kilo 80. Hiyo dhahabu hapo juu ilimgharimu mfalme huyo wa Jordan, Mfalme Hussein, dola za Kimarekani milioni 8.2. Aliuza mojawapo ya nyumba zake huko London, Uingereza, kwa ajili ya kuweza nakshi sasa kwa dhahabu piwa kama inavyoonekana hapo juu. Ndio hiyo Dome of the Rock. Sadaka kongwe hiyo. Sadaka kubwa hiyo.
kubwa sana. Yes, lakini kuna tofauti kadhaa ambazo tunaposema kuna tofauti kati ya Dome of the Rock na msikiti wa Al-Aqsa. Kwanza, jambo la kwanza ni maajabu ya usanifu, kwa sababu katika tofauti za usanifu ama ufundi kati ya Dome of the Rock na msikiti wa Al-Aqsa, kwanza ni umbo na jumba lenyewe umbo. Manake unaona sasa hapa yako yote mawili na sasa unaona manake kwa sababu ili Dome of the Rock umbo lake ni la mstatili. Umeona, linaangazia zaidi kwenye jukumu kama kaburi. Unaona, Dome of the Rock kama kaburi, wakati muundo halisi wa Al-Aqsa na saizi kubwa zaidi uifanya kuwa msikiti wa mkusanyiko wa Waislamu wengi, msikiti sasa wa Al-Aqsa. Na tunaposema kaburi hatumaanishi kaburi kama makaburi mengine. Kwa Kiingereza wanaita shrine, na tutaenda kuangalia hapa namna ambavyo inakuwa. Manake kwa Kiswahili ni kama madhabahu inayohusianishwa na watakatifu wa zamani, kunakuwa na historia yao. Kwa hiyo tunaenda kuangalia hilo hapo mbeleni kidogo tu. Lakini jambo lingine ni umuhimu wa kidini. Hii Dome of the Rock ni umuhimu wa kidini. Sababu Dome of the Rock linaheshimika kama eneo kamili la kupaa kwa Mtume Muhammad mbinguni. Manake linasimama tofauti na Al-Aqsa ambalo linatumika kama mahali pa ibada. Lakini ambalo mara nyingi huchukuliwa kimakosa kuwa jumba hilo. Lazima kuelewa manake umuhimu wa maeneo haya mawili katika Uislamu. Ndio maana wao wametenganisha, kwa sababu msikiti wa Al-Aqsa ni mahali ambapo ni panafaa pia kufanya hija. Lakini Dome of the Rock inachukuliwa kama ni mahali ambapo wakati Mtume Muhammad anataka kupaa sasa kumaliza safari yake, alikuwa amesimama mahali hapo. Lakini jambo la tatu, tofauti yake ni asili ya kihistoria. Ukichunguza mizizi ya kihistoria ya Dome of the Rock na msikiti wa Al-Aqsa zilizojengwa wakati wa uhalifa wa Bani Umayya, alama hizi ziliibuka katika mazingira tofauti ya kihistoria. Mfano, angalia kuhusu ushirika wa Dome of the Rock na safari ya peponi ya Mtume Muhammad na umuhimu wa Al-Aqsa kama kitovu cha sala ya Waislamu. Kwa ndio tofauti wake. Yaani maeneo haya ni maeneo matakatifu. Dome of the Rock ndio maana nikasema ni kama shrine kwa Kiingereza utasema. Wakati upande huu mwingine msikiti wa Al-Aqsa ni mahali pa sala kwa Waislamu, kama mahali pa hija. Ndio maana nikasema Yerusalemu huko ni mahali pa tatu pa hija. Alafu tofauti nyingine sasa tunakuwa tumeshaelewa dhana iliyo wazi kuhusu mkanganyiko uliokuwepo. Ni ipi tofauti kati ya Dome of the Rock na msikiti wa Al-Aqsa? Lakini msikiti wa Al-Aqsa upo eneo kubwa sana linalojumuisha maeneo ya kufanyia ibada na maeneo ya kuzikia ya kihistoria na umuhimu wa kidini. Lakini nataka niingie kwenye muktadha sasa wenyewe wa historia, maana ndo maana sasa swala lipo kihistoria zaidi. Swali hili, kwanza, ujenzi wa jumba au Dome of the Rock ulikuwa nyongeza ya kuchelewa kwa sherehe ya Yerusalemu, ambayo ilikuwa na umuhimu wa kidini wa muda mrefu kabla ya ujio wa Uislamu. Kwa sababu ndio maana hapa nikasema sasa hivi swali, kwa sababu baada ya Daudi, mfalme Daudi kuuteka mji wapata miaka kama 1000 hivi kabla ya Kristo, na kuufanya mji mkuu wake, mwanaye ambaye ni mrithi wake ambaye ni Sulemani alijenga hekalu ambalo lilikuja kuwa kitovu kitakatifu zaidi cha mazoezi ya kidini kwa Wayahudi wa kale. Maana kujengwa upya sasa kwa hekalu na Herode, tuliangalia kipindi kile, kujengwa upya kwa hekalu na Herode, hekalu hilo likaja kuharibiwa na Warumi mwaka wa 70 baada ya Kristo, na mji wa Kirumi ambapo sasa ukajengwa badala ya Yerusalemu mnamo mwaka wa 135. Na baada ya kugeuzwa kwa Ukristo kwa Maliki Mroma, huyo Konstantini wa kwanza mkuu, jiji hilo lilipata mwamko mkubwa na kanisa la Holy Sepulchre juu ya eneo ambalo kijadi linashikiliwa na Wakristo kuwa mahali ambapo Yesu alikufa, kuzikwa na kufufuka kutoka kwa wafu.
Ndio maana pana historia kubwa hapo. Sasa na kwa udhamini wa kifalme jiji lilikuwa na mafanikio hadi karne ya 7 na kufikia wakati Yerusalemu ilipotekwa mwaka wa 638 na Umari wa kwanza, halifa wa pili wa Kiislamu. Jiji hilo lilikuwa limepambwa kwa makanisa mazuri sana, nyumba za watawa na nyumba za wagonjwa kabla. Maana ndio maana wasema yana unapoingia kwenye historia naona mpaka watu wengine waulizaga hivi sasa nani mwenye uhalali wa kuwa hapo Yerusalemu, ni ya wa Palestina au ni ya nani? Kwa ndivyo hivyo. Kwa hiyo alipokuwa ameiteka sasa, manake huyu tunaongelea ni mwaka wa 638 baada ya Yesu Kristo. Kwa sasa upinzani wa wasio Waislamu dhidi ya utawala wa Kiislamu na kuanzisha upya mzozo wa Maliki yani manake hapo kwenye hilo eneo. Na halifa wa 5 wa Umaya Abdul al-Maliki aliamua kuweka kati ya kuimarisha utawala wake katika ufalme huo. Ndo sasa ujenzi wa ukumbusho wa Dome of the Rock ulisimama sana katikati ya makanisa ya jiji. Ulikuwa kati ya mafanikio yake kwa sababu maandishi katika jumba au hiyo Dome of the Rock uwekwa tarehe za ujenzi kuwa manake ni 72, manake kulingana na kalenda ya Kiislamu ambayo ni kuanzia mwaka wa 691 mpaka 692, ambayo kwa ujumla ufikiriwa kuonyesha tarehe ambayo muundo huo ulikamilika wa Dome of the Rock. Tumeanza kuitafuta kwa nini Dome of the Rock ilijengwa pale. Na ukumbuke tunapoongelea miaka ya 691, kumbuka ni kuwa mwaka wa 610 ndio hapa tunaongelea baada ya Kristo. Ndio mwaka ambao anakuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye huyu Mtume Muhammad ndio mwaka wa 610 amepewa utume akiwa kwenye pango la Jabali Hira ni mwaka wa 610. Na ukumbuke mwanzo nilipoongelea nikasema huyu Abdul al-Maliki amejenga hii Dome of the Rock kama miaka 50 baada ya Mtume Muhammad kuondoka duniani. Kwa maana yake ukumbuke sasa kwa nini ijengee pale, kwa sababu ni eneo ambalo Mtume Muhammad wanasema alizuru pale kabla ya kutwaliwa kwenda peponi, ndio maana yake. Kwa hiyo na walikuwa wanatembeleana kipindi hicho, sio kama kwa sasa hivi wakuta dini zinakuwa na na uadui mkubwa, lakini kwa kipindi hicho walikuwa wanatembeleana na wanajuliana hali kati ya Waarabu na hao walikuwa wanajiita ni Wayahudi. Kwa hiyo ilikuwa hivyo. Kwa sasa leo hii Dome of the Rock umuhimu wake upo katika uhusiano wake na Mtume Muhammad kupaa kwenda mbinguni, ndio maana yake. Kwa asili na umuhimu wa Dome of the Rock haijulikani kwa sehemu kwa sababu ya uchache wa ufafanuzi wa taarifa za kisasa katika ujenzi wake, lakini muundo wa usanifu unatofautiana na ule msikiti wa Al-Aqsa. Na ndio maana unaona vipengele kadhaa vya Dome of the Rock vinapendekeza kuweka jaribio la kuweka Uislamu kama mrithi sahihi wa mapokeo ya Ibrahim, mamake na muundo wake, yani the way namna ulivyo, kwa sababu kumbuka Ibrahim ni baba wa imani kwenye hizi dini zote tatu. Kwa hiyo ndivyo hivyo. Kwa hiyo niseme hivi kuwa katika kumalizia, eneo hilo limekuwa ni eneo muhimu au lenye umuhimu sana kwa dini nje ya Uislamu pia, kwa sababu Ukristo pia lakini na Wayahudi pia. Na iko kwenye mlima wa hekalu ambalo Suleiman alilijenga. Ambapo hekalu la Yerusalemu lilikuwa limesimama hapo awali. Eneo hilo lina umuhimu fulani kwa Uyahudi. Yes, kwa Wayahudi lina umuhimu sana. Ndio maana bora kumekuwa na vita. Lakini jiwe la msingi ambalo Wayahudi wanaamini kwamba ulimwengu uliumbwa linadhaniwa kuwa liko ndani ya eneo hilo, na kwa kawaida utambulishwa na hii Dome of the Rock. Kwa ndo wanapoamini pale Wayahudi. Lakini Wakristo na Wayahudi walitambua hii Dome of the Rock kama ni mahali ambapo hekalu la Suleiman lilipokuwepo, na sanamu yake ilitumika katika kazi za sanaa na vitu vya kitamaduni ili kuwakilisha hekalu pia. Kwa hiyo ndio maana unaona kumekuwa sasa hapo na mambo mbalimbali ya ugomvi mbalimbali. Lakini kufuatiwa kutekwa kwa Yerusalemu na jeshi la Crusade mnamo mwaka wa 1099 na makanisa
makanisa ya huko ya Ulaya yakaanza kugawanya sasa muundo wake, na ili jumba au utaposema hii Dome of the Rock lilitumiwa kama kanisa na wanajeshi wa msalaba. Hii Dome of the Rock hadi Wayubidi wa Kiislamu wakiongozwa na Saladini walipoiteka Yerusalemu mnapo mwaka wa 1187. Kodi historia tu imekaa namna hiyo. Hata ujenzi wake, namna ya kujengwa, ilikuja kujengwa na huyu Abdul al-Maliki baada ya Yerusalemu kutekwa miaka hiyo ya 691. Hapo tunaongelea miaka 50 baada ya kuondoka kwa Mtume Muhammad. Ndio historia hiyo, na ndio tofauti iliyoko kati ya Dome of the Rock na msikiti wa Al-Aqsa, lakini ingawa yote iko kwenye eneo moja. Na ule ukuta wanayekaga makaratasi ni eneo hilo hilo au ndo Yerusalemu kule sasa? Ndio Yerusalemu hiyo mashariki ndio kulikuwa na shida hiyo. Yes, iko maeneo hayo. Kwa maana kama nakumbuka tuliongea tukasema kuwa unaona kwa mfano ili maeneo ambayo Suleiman alijenga hekalu ndio maeneo haya yamechukua kama kilomita 38. Ukubwa wa kilomita 38. Ni pakubwa mno. Ya ndio maana kwa Wakristo wanaona pale ni kwao, Waislamu wanaona pale ni kwao, na Wayahudi pia wanaona pale ni kwao.